Ushajipata situation unatembea una wrong direction, then umegundua nimepotea bana, nimepotea. And then badala tu urudi wali umetoka. Sio unapiga simu, sio unafunga kiatu. People don't notice. Gari ilienda tu ikapark nika tu ile position ya this is the right place where I need to park. Let me rest. Mtu amesema nataka picha 5 but kuna zingine 3 zimembamba. Nana do ya hizo 3. So kuna day nimejoke na mwingine hapa, sasa nitaona Mungu akiniguza roho nitakutumia. Akiama nikuguzie hiyo roho. I feel like you're free to do what you want until ifike point yenye una interfere na the other person's rights. It's hard but pia ukijua generation ya sasa wanataka vitu za haraka. Mbio. Ukijaribu kucover up on something, ndio unazidi sasa kumess. Bro, ndio sasa unaingia rabbit hole. Mimi acha nikwambie, hata kama nikusave, hakuna venye utaniambia you will save constantly for 8 years. It's not possible. Hata hapo UMP wakitoa CDF, hii yenye ilikuwa nataka kutolewa hii. Watu wanaachana na UMP. Yeah, the better. Inamaanisha watu wenye watakuwa wanaendea hizo positions. People who want to genuinely serve the nation. Exactly. Keep moving. Even if you don't know the destination, you'll figure it out along the way. Hello world, welcome to yet another episode of the Ideal Corner podcast. This is episode 61. We were to have a guest for our Sunday service, but I don't know what happened. Tumengoja guest hajatokea, so the show must still go on. Ama ni aje majama? Anze, show lazima continue. Show lazima iende. Wakudumu watadumu. Yeah, definitely. Wiki yenyu imekuwa aje bana? Ni wiki, si ndo? Yeah, ni sahi ni wiki sasa. Sahi ni wiki, yeah. Wiki imekuwa smart. Mimi nilienda home. But there, how was it? Home was fine. Ni venye tu sijapata watu, nashindwa watu wameenda wapi. Mimi najua kitambo tukaribia December hivi. Watu walikuwa mtaa, cousins and people. Hata watu yao hajafunga. Wapi? Watu naye wako, but sasa unajua mimi na watu. Ama umeenda time yenye wasio wako mashambani. People are busy plowing and sasa ni season ya kuplow ama kuplant ama kuripoti. Sasa ni harvesting. Nakumbuka tulikuwa harvest time, ndio. Na nikapata watu hata kumtaa, but the mtaa ilikuwa tu chill kabisa. Na nikapata grandmama hapo. Tani game place fulani inaitwa Yala. Unapita Yala, unaingia place nyingine inaitwa Steam Hand or something. Ndani tu uko sasa Yala. Ndio wale wako in between Waluya na Wajaluo. Si ndio? Hizo maeneo. Unajua Kiluya? Bro, nakumbuka tukiwa uni kuna best yangu fulani maana alikuwa anatoka Luanda. Hizo area za Luanda I think. Mse alikuwa anashika Kijaluo na Kiluya. Hiyo base sasa ukiishi. Jamaa alikuwa anatuflexia mbaya kabisa. By the way kuna kuga na something. Mse alikuwa fluent mbaya. Both ends. Kuna kuga na something knowing different languages I guess. Dialects. Inakuwa better tu. Alikuwa akikutana na Waluya na flex maana na blend in utafikiria ndo Mluya wa Waluya. But hizo maeneo ukikuwa by the way unasikia msee anabonga Kiluya then all of a sudden amechange anabonga Kijaka. So nikiwa myang sikuwa najua hiyo story. So nilikuwa nafika hiyo base nasikia kuna soko hapo inaitwa Luanda. So unajua Luanda the market sasa. Kuna vitu ulikuwa unaenda kuchukua hapo nasikia hiyo ndio headquarters ya Shitundu. Huko sasa ndio Shitundu iko. Machizi ni wewe. Huko kitakuwa high. Kitakuwa high. Azi huko kitakuwa chizi. Huko na ukitakuwa akili. Enda tafuta Shitundu ya Luanda. Hii inaweza kufanya mbaya. Bro, na kuna hiyo junction yenye inakuanga mahali hapo hivi. Mimi usikia accidents zikuwa mbaya sana. Wasa wanduthi tu ingia vile wanaingia. There's something na wasi wanduthi wa Ocha. Sijui na hao watu ufunzwa wapi kuride bike. By the way, that's a good question. Nikuulize, center gani ama hata area yenyu yenye unatoka kuna driving school yote? Hakuna bana. So ndio msana fundisha ku drive. Bali hakuna hata si I'm sure ukienda kwa base ya watu wa pikipiki hakuna hata mmoja amefunzwa hiyo staff driving. Sasa wa pikipiki waocha wote wanafaa kushikwa. Because wamelan ku drive wapi? Msee tu amemwambia ati unafanya hii. So wanakuwa so reckless kwa barabara by the way because nakumbuka I knew someone kitambo nikiwa class something huko. One time nimeenda Ocha amechukua bike sijui ilikuwa ya anko yake ama budake ama sijui nani. Ndio amefunzwa tu ku ride though ajui rules za barabara. Ni msee amekuwa kiride kwa machochoro huko mtaa.
So hiyo day ametoka anaenda sijui soko, na hiyo soko lazima utoke huko mashambani uingie lami uteremke chini kidogo. Kuingia lami si ndivyo jamaa alipitwa nayo na lori fulani still ilikuwa imebeba marago something kwa naenda Uganda. Yeah, and he died bana. Shadi unajua kwa nini nacheka? Lori. Oh no. Lori. Unakumbuka hali ya on timu akitoka na bike alafu kaniambia mimi na tense bana. Huyu msee stories zake zote za bike zinakuanga tu accident, kugongo. Sijui kufanya nini. Bike mimi na mimi kwa kina. Bike mimi niangusha chini once na nikiwa na nini? Najifunza actually ku ride bike. Ulibaki kwa lami. Exactly, yeah. So hiyo ni mara mbili. Nikijifunza kuna time nilikuwa najaribu kupanda like kutoka kwa hiyo gate kuna venye ni mlima kiasi. Ndio unafika kwa gate then una left. Nakumbuka tulienda driving school ilikuwa inaitwa Hill Start. Bro. Unapelekwa kwa mlima fulani iko steep hivi sio? Hey, steep sana. Alafu gari inaekwa hapo katikati. So unaambiwa ubalance between clutch na accelerator bro. Gari kizima hivyo rudi shule. Rudi chuo. So me what I knew juu mi niliambiwa ati ukifika sasa kwa hill unaipea tu mafuta mingi ndio ipate nguvu ya kupanda. Bro, nilipea kitu race hivi nikajipata kwa mtaro the other side. Na gate tulipita na gate. Gate nilipanda nikafungua. So nataka nitoke then nifunge. So hivyo ndio nilipita the other side kwa hizi mitaro fulani. Pikipiki kaanguka huko mimi nikaingia kwa matope huko ndani ya learning from experience. Manze nakuka na hiyo mark hapa kwa paja hapa. Womse alikuwa anakuambia weke mafuta. Alikuwa mwenye bike kama mwenye bike. Ni ni show. Definitely sasa wewe hapo. But hakuwa hapo the funny bit. Sijui ku ride bike. Mimi niko na theory na amenipea bike yake ati nipige na maraundi. Ilikuwa the first time. Labda wewe ulikuwa umejichocha bro, mimi naweza ride. Exactly. So si aliniambia usitoke hii base, hiyo place tulikuwa tunaishi kulikuwa na field. Niambia usitoke kwa hii field, wewe piga tu maraundi kwa hii field utajua. Yeah. So mimi nikaona acha niende ni flex huko barabara. So nikaenda kwa best yangu, sasa ndio hiyo nikaingia kwa hiyo gate fulani kuna hiyo mlima. So time ya kutoka ndio hiyo shit happen. Nilijipata the other side kwa mtaro like nimekatika huku sijui kichwa. Hapo ndo nikajua bana kuna watu wazuri dunia. Kuna tu baba fulani alitoka out of nowhere. So hiyo time watu wananiangalia, kuna crowd imekama hapo. Buda fulani akakaa mtu, akanipea mkono, akanitoa hapo ndani. Juu hata kuamka hapo it was so embarrassing plus umeumia. Longi imeraruka huko, akanitoa na akakuja na bro, kwani ulikuwa na fight na bike? Bana nashinda what happened. I think mtaro longi imeraruka. Unaona ajali ki happen. Yeah. Bana things happen so fast. Hatujui nini ina happen. Wewe unashtukia tu vitu zime happen. I guess hata watu dead kwa ajali. I doubt kama watu feel hata pain. Wewe unashtukia tu vitu zime happen. Watu have accidents unapata mtu yuko naked. Unashangaa manguzi kutoka. Unaona. Bro, naked. Yeah. Things do happen. Unaona. So kuna huo baba alikama akanichukua, hakuwa anaishi mbali na hiyo place. Akatoa hadi pikipiki na jamaa fulani hapo. Mimi unajua I'm still in shock. Juu ini impact gani inafanya dingo zitoke kwa mwili? Bro, I guess I don't know what happens, but it happens. Unapata jali jamaa ana hata longi kwa huko chini unashindwa what happened. Na mimi kuna jamaa leo niambia sijui kama ni ukweli ama ni theory. Ajali ki happen. Then uone msee sijui viatu zimetoka. Ila nimeona mara mingi. That guy is gone. It's gone kabisa. Huyo huwezi pata. Yeah, juu hata kwa news umeona wanaonyeshanga kiatu. Huyo iki left. Hiyo you are gone. So sijui kama inakuaga theory ama ni ukweli. Mimi niliwaambiwa ikituka hiyo. So anytime mimi nikikuwa ikituka hiyo kiwa happen, what I first unatafuta viatu ni mguu. Kama bado niko sawa na hizo kiatu nini. So back to the story. This guy alinitoa na pikipiki, akanipeleka hadi kwake, akanipea maji, ni panguze kichwa nini, nijipanguze. Nikatoa trouser, so nilikuwa na short fulani ndani. Hiyo trouser ikabaki hapo kwake niliwachaga tu. Wewe mbona ulikuwa unatoa trouser kwa wenyewe? Imeraruka hivi then na wewe msee pia mbona uko anaweza kupeleka usi? Mbona kwake? Hawai osi. Question marks pia lazima pasa tuanze kuuliza. No, he was just a good guy. Jumsema umia, mbona unampeleka kwako? Ama ni daktari? Si hata si daktari. Ili upanguze kichwa ilikuwa matope. Nimeingia kwa mtaro. Plus mvua ilinyesha. Yote mlikuwa na ride bike ukitoka kwa gate. Ulikuwa unatoka kwenyu? Yeah, nilikuwa natoka kwenyu. Mbona kupeleke kwake na kwenyu? Because first of all, huyu jamaa hatujuani. Yeye anaona msanii mwingine. Still mbona kwako sini
I mean hujatoka hata inches away from your gate. You're not that far from your place. Mbona kubebe kwa bike akupeleke kwake? But kwake hata iko mbali. But hiyo time yote bike ilikuwa wapi? Bike ilikuwa kwa mtaro. Si aliitoa akaiweka hapo nje mpaka kakam na mavitu akajaribu ku straighten the bike na nini. So bike haiko haribika sana. Juu so unajua venye hizi mitaro zetu ziko hivi V-shaped. But it's either umsali lack kazi ama ni good Samaritan. We were one of them. Alikuja kunyooshe bike. Wallahi alinyoosha, nikampea, nilikuwa na 200 I guess, nikamwai nikamwambia asante, nikachukua bike nikarudisha bike. Unajua what I did? Nilirudisha bike usiku. So hii bike venye iliharibika, unaona ile taya mbele, una venye kalingia ndani but haikupasuka. And then the mudguard thing ilipasuka. So nikashika na glue, then nikarudisha bike usiku. Pole. Good for me. Jamaa wake best yake fulani akakuja akachukua bike hiyo usiku, akamwambia nitakurudishia kesho naenda na shughuli fulani. So akaenda hizo mashughuli zake. Akiwa mashughuli zake alikuwa ameweka helmet kwa bike hivi, akitaka kupanda bike si ameweka, akasahau ameweka helmet kwa kiti, akaikiki ikaanguka, kioo ikapasuka katikati. So kurudishia ule jamaa bike, ndio jamaa na notice bike imeharibika plus helmet imepasuka katikati. So jamaa anajaribu kumwambia azi ulinipea bike hivi na hii helmet nimeikick tu. Na nilikuwa hapo tuweki trust. Na chocha huyo jamaa zi ameharibu bike yako. Mpaka aliaminigi huyo jamaa ndiye aliangusha hiyo bike. Hajawahi jua hadi leo. But I learned, even though mimi learned ku ride bike by the way. So from that nakuaga so so cautious, yeah. Hata hii ajali fulani iliwahi nipata KCB. There's a certain MCA alikuwa anatoka hiyo county assembly. Then ana drive akitumia simu. Me I was just on my right path. So ile design nilikuwa nataka kutoka kwa barabara niingie Mega Plaza na huko nyuma. So unajua ile side nyingine ya Mega Plaza. So nataka kutoka kwa barabara hivi. But nika notice huyo jamaa venye anakaa na speed nyingine plus nishampigia indicator. But venye anakaa ni unapiga indicator instead of on. Cheki si yako nyuma yangu. So mimi I guess ashaona indicator na branch. Alikuwa nyuma yangu. So inafaa kuwa ashaona indicator na branch. So slow down niingie. Nikaona venye huyo jamaa anakaa, nikasema acha nirudi side apite, and then nikasahau ile principle ya objects in the mirror are closer than they look. Maybe closer than they seem. Exactly. Kujaribu tu kutoka hivi, jamaa alipita na mimi aligonga pikipiki nyuma. Uzuri mimi nikabaki kani kwa hewa. Ile inaitwa inertia. Hapo inertia iliniokoa seriously. Nikaanguka. But sikumia vile and stuff. So me is only the only accidents nimewahi kuwa involved na pikipiki. Since then, I'm always very keen kwa barabara. Very keen. These roads are crazy. Roads are crazy. Your experience na bike na accidents. We considering we mabesha wako kwa watu wamekufa na malori. Bana, must be very cautious buda. Shadi wiki yako imekuwa aje? Imekuwa tu fit. Umerelax tu hapa na pale. Siku relax vile. Kwa tu busy hapa na pale, but imekuwa tu poa. Vile inafaa. Mi pia wiki yangu I think tumepush tu, tumengangana tu na ilikuwa tuambie experience yako na bike accident. We na bike close calls. Mimi sijai kuwa na close call. The only close call niliai kuwa nayo ni ile day tulikuwa tunatoka Meru na gari, of which I think Timo alikuwa analala. Ulikuwa bro, hiyo story ilikuwa crazy. Ule jamaa alikuwa anataka kutumaliza. Ilikuwa mama. Haikuwa mama. Ilikuwa a guy. I don't even know. Me to be honest, I didn't even get a glimpse of the drivers. Ama kulikuwa na driver ama co-driver. So tumetoka tu Nyombo vizuri, tumemaliza kila kitu iko sawa. Ase tunaanza kurudi. So this is like another 4-hour drive from Meru to Nairobi. First of all, Vox inaendesha sijui ni ya which year. Style zake already zilishaanza kutuonyesha tu drama tukiwa huko kupasuka. The signs were there. But sasa sisi ni akina nani bro? Kaende. Tumetoka. Kaende. Sasa mi manze na compete na Mazda, na compete na Toyota Premium. Gari zenye ziko safi. Honda sijui gani. Sasa bana wananiona. Mimi nikaa naendesha mabati bana. Ile gari ilikuwa wreck man. So tumefika junction fulani. So mimi nimeindicate, umse akwa ameindicate by the way. Mimi nimeindicate nataka overtake. Junaona wale wase wako mbele wananiacha. Luckily or unluckily bro wangu ndako nyuma. Man. Yenye mimi husema hiyo siku tungeipata accident, hakuna mse ange feel vibaya kama yeye. Kama yeye alikuwa hapo. Imagine ni siku yake, yenda ame witness,
na pale tungekufa na vile tulikuwa wengi kwa hiyo gari watu kidogo sana ndio wangesurvive plus hatukuwa na belt si wenyewe tuko na mabati hiyo gari yenye imepiga kona hiyo pika pia ni mabati ingine sijui inakaa aje so mi nimeswavi hivi nataka overtake I think nilikuwa at 100 if I'm not wrong nataka overtake juu speed pia ilikuwa imepanda juu nilikuwa naona uko mbele kuna mlima bro si ndo hii nime indicate natoka umse pia ashaingia without indicating without anything the next thing nikasikia tu ni nduru ya mama I feel like ndo maana usema kwa ujasikia hiyo gun show ujasikia hiyo sound ya nini ya gun wewe jua imekupiga bro jua risasi imekupata usiposikia hiyo gunshot pa hiyo imekupata jua imekupiga so mi nikasikia tu why buda hapa sasa nifanye aje instincts zikanisho tu ni swerve mara moja hapo naonge swerve bro tungemeza si ndi kuswerve ndo ilituokoa buda kabisa ningeenda tu ati head on hivi ungeigonga and then tuanguke the other side na the other side venye kulikuwa ilikuwa ditch sort of ilikuwa ditch so vile nikaswerve tukaepa hiyo kitu man hiyo shit ilikuwa close munga bro wako alipigia hoja mse on nonsense ile kumwambia wewe tungekuwa na time tungesimama tungeshuka na tungekuchapa but ilikuwa crazy na it's like hiyo time mi peke yangu nilikuwa awake wase wote walikuwa nalala kama Shadifi alikuwa awake ulikuwa half awake si ndio I saw the whole thing nilikuwa too calm I was just calm vitu kama hizo zinishtuanga si mimi na Kalonje huko nyuma si tumeamka after vitu zimehappen unashindwa nini na happen first kitu niliamsha ni hiyo ya bro sasa kwa nini na happen tunasikia watu na complain kwa hii gari yani hamkusikia hata nduru yao mama si hata kusikia sisi tunasikia hizo vitu sasa after tushapita si nimehappen kumaanisha tu ni mimi na Shadi basi tulikuwa awake but pia kwa tuna mentality ya tutafika safe no matter what hata kama tuko na close calls bro, so nilikuwa tu passive alafu uko mbele manze Shadi pia at times ni god sent tukapata puncture mse manze before tufike ile sasa ilikuwa like sijui how many ile ilikuwa like 1 hour 30 minutes to Nairobi sasa it was 70 something kilometers I don't know what nitakumbuka nikiangalia the distance before yo puncture kuna hii lakini hiyo siku ilikuwa tu vituko mse mwenye ilikuwa GLE si ndo kulikuwa na Benz fulani hiyo pia mkuona ile hiyo niliona huu jamaa fulani wa Benz manze aliovertake vibaya na lori fulani pia inakam ule lori kabidi tu ingie kwa mchele buda wewe jamaa lori yako tunataka story mingi by the way kwa Mwea ilikuwa Mwea for me I was like vile hiyo gari ilipark nikasema tu mse kama walaya hajaumia alale tu hivyo hata asitoke kwa hiyo gari jamaa wa lori yani gari ilienda tu ikapark nikaa tu ile position ya this is the right place where I need to park let me rest omsange doze tu hivyo but nimerealize usiku majali siku hiyo after hiyo scene huko mbele kuna kiaksi kalikuwa kwa tena bro haikuwa aksi I think ilikuwa mekani ilikuwa tu kaa bro tulipata imeoverturn tena barabara ni dangerous I think mtu alinishow hiyo barabara ni Meru Nairobi road kwa stretch bro hiyo stretch na ni crazy man hiyo stretch hiyo puncture tena tukapata Shadia mi hata hiyo siku Shadia alinishtua man akatoa tu skills all of a sudden ka replace hiyo mbio I'm like mimi sasa nimefika ile point yenye nimechoka na drive na akili yangu nikaa nimezone off hadi Shadia anauliza bro uko sawa naona tu na swerve maon tu ndo zinapigwa baka nakwambia weka gari kando unipeka umechoka I'm like azi kaende but mse alinifanya nilale nianze kusinzia ni wangu wangu mwenye alikuwa kando yangu hakuna venye we niko driver na unalala bana hadi unakaa sijui ya aje anafanya wewe una feel kudoze man anafanya wewe una feel kudoze I guess hiyo ndio inakuaga the sweetness of the journey without hizi vitu hapa na pale nini wewe Shadi close call yako yenye isha happen ni gani na bike kama gari anything gari ni mimi kuhit other vehicles but ina bring ama niseme inakunga close calls the moment inaenda inaguza kidogo hivi naamka kwani ulikuwa na doze ishaniapenia thrice ama ni twice ulikuwa unalala kwa steering ama issue ilikuwa nini inakuanga nalala alafu nashtukia tu ndio hiyo bro kwani ulikuwa umechoka ama inakuwa kuchoka alafu all occasions inapata kama tumetoka matanga yenye tumekaa siku 2-3 so hujalala fiti sijalala fiti
hiyo shit ya matanga, umesema matanga ni hiyo shit ya matanga. That's why mimi sipenda kesi za matanga. First of all, ukienda hizo vitu place ya kudoze kwa noma. Nakumbuka za matanga nimewahi doze. Unaweza unakaa kwa kiti then una bend hivi kichwa unasijui unaweka kwa magoti. The whole night. Wallahi the whole night. Unakumbuka tukienda dala. Hiyo kazi siikai. Tukienda dala 7s. Yeah. Sasa unaona hiyo asubuhi. Nilitoka Homa Bay hiyo asubuhi. Not Homa Bay, this place called what? Oyugis. Yeah. Hadi hapa. Sasa hiyo the previous night. Bana hivyo ndo nilidoze juu hakuna place ya kudoze. Unajua matanga nyinyi mnakuaga tu hiyo zone. After job, mtafute place mnadoze. Na hiyo place tulikuwa bro, mi hiyo point naweza boro sanduku ya mtu amekufa. Kuna photographer aliwahi nishow anaitwa Fanuel. Events kama hizo ukichukua as a photographer lazima uaddress story na accommodation. Yeah. Let me tell you. Na food pia. Okay, utapewa hizo and then watakwambia si tunakupea do end doze kwa center. Juu hapa place family itakuwa imejaza. Unajua mali center iko siji wapi, very very far, hata kupata jamu wa bike na hata mkipata mnaweza ibiwa nyinyi. Plus mko na equipment. So lazima mkae mchunge equipment zenu. Unaona hiyo pia. So inakuwa tu ngumu, lazima tu mdoza hapo. Then wanakuwa busy na nyinyi, hiyo time event inaendelea. Event kidai. Bro, no one cares about you. Hao wanangoja. Wewe jipange. Hiyo time ulishalipwa. Yeah, wewe ulishalipwa, wewe jipange. Sort yourself out, man. That's why I don't like funerals. Hata hiyo nilienda tu juu that guy photographer alifaa ende nayo. Alimdisappoint vizi. Last minute, unajua ile last minute kabisa. So akuwa na msee. Ikabidi nimemfilia juu ni jamaa wangu. Speaking of photography, man, kuna clip fulani niliona ilikuwa inaenda around, yeah. Kuna udem alienda kwa studio na nikawa hakuwa na do yote. Bro, akaanza nikaa na plead na boy. Naweza kulipa na njia gani tena napata? Just na ido. Oh no. Do you accept any other mode of payment, man? Timo shit ishaikuwa peni. Mara kadhaa. Hiyo ni shit si uapendi. Si uapen kadhaa. I think shadi imekuwa penia. I guess ukidid. Unaona kuna time nilikuwa napiga watu mapicha. Kuna hizo mapicha ubaki. Mtu amesema nataka sisi picha 5, umempiga 5, but kuna zingine 3 zimembamba. Na anazidai. Na ana doya hizo 3. So kuna day nimejoke na mwingine hapa, sasa nitaona Mungu akiniguza roho nitakutumia. Atiama nikuguzie hiyo roho. Sasa bro. Atiama nikuguzie. Not si mbali, juzi. Zile picha nilikuwa na hivi. Hasa na KMTC. Exactly. Atiama tukuguzie. Kuguzie roho. Ndio bro. Bro, na mbona ulikata walichapa, si ndio? Walichapa plus tena huko KMTC unasikia tu stories zao. Yeah. So it happens. Na mimi napenda venye boy alireact. Si alisema tu zi. Alikataa, man. Alikataa, yeah. Alikataa. Huo boy alikataa. It's the dem alichapa, man. Na alikataa. Huo boy alikataa badan katan. Squeezy ni do, bro. Awe Timo hujaifikiria kuuma. No. But seriously, msi anataka kuoffer self bana for photos. Utajiuliza. Bana, photos nae for me it's like it's crazy. Bro, man. Photos bana. Bana, unasema photos. Unasema photos. Eri photos. Yeah. Girls offer themselves out hapa juu ya cheapo. Sijui cheapo, sijui nini, sijui kupelekwa hideout. Lazima tu msange sema cheap ho. Mseni mkoro. Unasikia? So it happens, unaona. Si surprise kwetu. Mimi kitu imenishangaza hapo ni the boy kusema no juu under normal sasa ulisema no juu au dem alikuwa maybe dem alikuwa ametoanga wezi jua. Yeah, walai. Kwambia hata mwenye hajatoanga bro. Mimi lazima nifikirie twice. Yeah, lazima ufikirie twice. Wewe hujaifikiria kupita nao Timo? Okay, nimewahi fikiria but ile unasema if you accept itakuwa ni kama trend or something, unaona. Mtakuwa mmebuild hiyo connection. So any job wewe unamfanyia hata kwa kulipa do. And it's true, but the photographer aliwahi niambia the same. Yuko na client mwenye go out ama aliacha kuwa professional. Aliacha kuwa professional aka hook up naye. So ever since ni free shoots, but so yeye umlenga tu, but time amempata anajua tu ni kuuma. Aliuma? Aliuma. But sasa iliharibu business. Definitely. There's a studio. One of the studios na editiaga mapicha. Nani alisemanga ni nani yua tajiri? Don't mix business with pleasure. If you do ni wewe unajicheza. Kuna studio, one of these studios mimi editia mapicha. Yeah. It's now struggling juu ya ujinga. Now the owner. Dishi tu ase. Now yeye ame turn out anadishi clients.
the moment umeanza kuhook up na clients bro, mi hiyo kitu iliwahi tukosanisha mpaka wife yake ndiye akanitafuta akaniambia hata tu jamaa sijui ako aje, to a lot of stories but bottom line hiyo kitu ina mess hata yeye. It's messing the hiyo studio watu wanaijua, in fact watu wataona hii ni studio iko Kisumu, people know it. People know it very very well. Watu wanaambia their girlfriends nikikupata kwa hiyo studio nikikupata wewe tumeachana. Yaani msa hata kidogo kazi ni kudishiana na mpaka story imeenda. Inaleta story mingi. Mimi nimemuongelesha venye mtu anaweza ongelesha mwenzake. Yeah manze. It is what it is. Because any business ukianza kumix na pleasure. Wanasema okay, kuwa msherati si mbaya. Ukiamua unataka kuwa huyo. But take it out of the business. Take it out of the business, exactly. Tumia hii pesa unapata kwa business kuendeleza hizo agenda zako huko nje. But leave alone hawa wenye wanakuletea do. Because the moment mmekuwa na attachment na msee, that's when una lose to client hivyo. Because either way akubali umemlose kama client, akatae umemlose kama client bad. And then such clients anapeana referral ya more clients like them. Exactly. Mwenye anajua tu ni wakudishi na story imeisha. Exactly. Yeah. Or kama anaona huu ni genuine, anamwambia usiende hiyo studio, inakuwa mbaya hivi so that ukijaribu kuenda hiyo studio, jua najua ukienda hata wewe utakatio, maybe wewe ni mrembo kumshinda, unaona. So anaona udema akienda pale atani replace. So anamwambia don't go, hiyo studio inakuwa tu na maneno mingi, nataka yeye ndiye maintain. So na vitu kama hizo very very bad for business. And I was so proud nikisoma hiyo story wa boy alisema kuna hata skit niliona ya Flacco, ile ilikuwa ya Uber, amepeleka udem then ni usiku, fika hiyo location, jamaa ashike simu anampigia, then mteja akaanza kubeg. So Flacco was the driver, akaanza kujam na yeye vibaya sana, ambaye wewe utanipea pesa maana baki na simu yako. Dem akaanza kulia, anasema mama naweza kulipa na njia nyingine. Flacco kamwangalia akamuuliza njia nyingine, what do you mean njia nyingine? So you just park the car, close this, unaizima, you close the windows, I pay you and then unarudisha home. So it happens. Hata watu wa taxi wana experience the same. Any business, I feel like any business there's a point. Hata offices. Hata offices, exactly. Usema wana normalize ati sijui office husbands ama office wives. Bro, hiyo kitu ni crazy. Today morning somebody was showing me a video of a gay man harassing a Bolt driver. Paka na mnyonga hivi. So I don't know, the guy was horny or something, and then the car ilikuwa na dashcam face nyuma, so he capture the whole thing. Yeah, that happened in Dubai. To make it that is a Kenyan guy. Umse alikuwa gay ama umse aliua tu umse? Hakumua, hadi si alimwacha. Alimnyonga tu. So this guy was gay. So I guess alikuwa tu horny. Crazy. Akaanza kumshika inappropriate, unaona? Then the jamaa akamwambia acha hizo ufala. So the driver, he's a Kenyan working in Dubai. See, this guy akaanza tu kumnyonga. And he's a well-built guy. So unajua akikuweka hiyo lock, kutoka hiyo lock ni noma. Yaani mse hata unakuwa aje only to the extent yenye life yako imata. Juu msenda na kudrive mse. Na unamnyonga. I was saying mi naingia tunawe kwa ditch or kwa gari nyingine. Because there's a dashcam up ina record kila kitu. So I guess alikuwa anaona juu ni foreigner. Unajua pia ukiwa foreigner kuna wenye rights zako. Kuna mse wase watambilieve na exactly. But there was even a camera, but hadi saa hii baada hajapewa help. Then I had the company badi namforce kurudi job like immediately. Like wanakwambia hiyo ni kitu we kuja rudi without even solving that issue. Exactly. Now that shows you how people suffer huko nje in the name of greener pastures. But it's a lot, man. For me it's crazy juu. Hey bro, imagine huko tu you're doing your business as usual and then mtu Uber drivers wanafaa kuwa armed ban. That's what I feel. Kuna jamaa comment on the same story akasema jaribu Kenya. But you can't be armed in another person's country. Hapa Kenya mtu atakutolea tu panga hapo chini, ujue hata ameitoa wapi ama hapa kwa mlango. But it's crazy, for them they are good people and they are also bad people. Unakumbuka hii time ya huu video ya huu Uber driver fulani alipatikana pia assault them fulani. Yeah, na kimrape bana. Huyo. So imagine umempea gun. But how did the case go? Hiyo kesi jili Aisha. I guess jamaa akona nini? Kesi unajua kesi inakuaga tu hiyo time imeexplode. But kesi ikiendelea hiyo huwezi isikia. But what I know, the guy akona kesi ya kujibu inaendelea na anajua atafungwa because there's video evidence. Yeah, what he did was very very bad. Crazy, man. For me that's crazy.
ndo maana mi sema hata hizi vile nilikuwa na kushow hizo sijui workers band work wives, to me hiyo shit why make sense. Nakumbuka niliaijaribu hiyo kitu once bana, productivity yako yushuka ka nonsense kabisa. But kuna sometimes ujaingia ofisi yenu uone ni kama mambo fulani anakaa mrembo. Sindo nakwambia from your time yenye nilitry hiyo shit nikaona yenyewe mental yako yani itakuwa tu ndo mtu unafikiria tu mseki ukimwona hata at times unapatiwa assignments hawezi hata focus. Pata kwa office gossip pia ukosei. Alafu office gossip by the way. Alafu kuna venye tu yani hata ujaribu kuihide aje. Itajulikana. Because so you'll always be on the defensive, utakuwa tu unakaa tu nikao na hey bro, hey nini. Na MMS hata wanasiasa wetu tunaona hiyo kitu nawasumbua. Crazy man. The way God created a man, sijui mbona Mungu alikosa kupea a man the guts to say no. Like the men wanakuwa weak when it comes to this sexual stuff and not all men. But most of them, let me say most of them. It's all men, man. Unless if you're not straight. Yeah, unless you're the other. Unless if you're not straight, ama umse haja. You're not into them. Unajua kuna bro, Shadi acha nikwambie saa hii mtu mwenye umewahi tamani tu amekuja amekupata tu. That's a different case. Si ndo nakushow. Mtu umewahi tamani. Si definitely hata kwa your working space labda kuna mse ushai tamani. Akukujia utakataa. Wezi kata. Okay, ina depend. Ina depend na nini? Situation. Kama place niko nini. Okay, but that aside. Unajua unaongea tu bana. That aside. Yeah. Unaweza kataa. How? Number 1, niko sure all of you, both of you. Hakuna tu mkona types to begin with. Secondly, kuna madem. Yeah. Hata nini happen ni dunia, hata upewe mita utasema tuzi. Eric Cactus. Sindio? Yeah. So hiyo ni one situation yenye nafanya utasema zi. Sindo maana nimesema your type amekam. Yeah, you are type now. Workspace bruda. Wewe acha nikwambia hata hiyo choo utanini ba. So mtaingia wewe choo very fast. Kudanganya. It's like sijui mbona hizi two heads haziwezi fikiria at once. Mbona haziwezi fikiria at once. Ask yourself why. Au wauza nyama, you know wenye naongelea, wenye wanajipata Koinange or wewe. Why are there more females? Ushaona mwanaume anaenda kusoma huko kwa nini? Because they know men are weak. Anachukua tu doa anaenda na peana huko anafanya. Bana ile ni the oldest form of trade bana. Exactly. Hiyo hata hata kama kuna research imefanywa. Hiyo the longest. Is it always legal? Inakuwa legal kweli? I guess everyone is free to do whatever they want. But sometimes nimesikia watu Mosiri au Rua amekimbizana na watu Nairobi hapa juu ya hiyo story. Kimbizani tu. Bana, in this world I feel like you're free to do what you want until ifike point yenye una interfere na the other person's rights. Yeah, that's very very true. I'm like do it, lakini sasa usifanye ati sasa ile pia yenye wewe sasa so kuna scenario fulani imewahi niapenia Kundele hii place inaitwa aje. Kuna hii building Kodiero Center, siji Kodiero Center. So kuna kukaa na kapath hapo katika Kodiero Center, you know that path. So hiyo path kuna ka building fulani kanakuaga hapo kando na kakona veranda. Hapo usiku that's where they stand. So there was one particular, sikuizi simuoni though. Alikuwa anasimama hapo with a very short dress inafika hapa. Then akisimama hapo anaiinua hivi hadi mahali here. Now what you see is just the pant. Then anasimama hapo so that men wenye wanapita wanamuangalia. Uko enticed. Exactly. So I was like, bro, tumefika hadi hapa. Hapa ndio mahali tumefika because now that's very very wrong. Na wewe mbona unapita machuo? Sipita tu kwa barabara straight. Mbona ingizo machuo? Hizo machuo mnaweza kuweka fine Kondele. I guess too easy avoid. Wezi avoid because where will you go? You hata hapa kwa barabara hapa. Ukiwa high school? The scholars wenye walikuwa napita hiyo route walikuwa nasimamishwa morning. No madem. Ndio. Una beshte yangu alisimamishwa. Naambia mimi naenda shule, anasema hapana, wewe kama mtu ati sina hata do ati najua huwezi kosa pocket money hata chuani tu. Short moja tu tukisimama. Then hiyo area nimesikia hadi 30 bob. Asubuhi.
ile bei ya asubuhi. Do you imagine umepigwa baridi the whole night hujapata hata mteja mmoja? Yeah, now you see. And then siku hizi nasikia ni worse. Kuna mtu alikuwa ananiambia time students wamefunga shule kama sasa hivi unapata hadi watu hiyo high school. Yeah, watu hiyo wanakuaga hiyo base. Wanakuaga hiyo base. Then hao watu the way they work, si kuna hadi nini fulani yule bibi ya Boniface aliyoitoa. Unakumbuka hiyo documentary? Yeah. Now it happens, hata hapa Kisumu it happens. Now the children hao wanakujaga late kabisa. Zingine mimi huenda mta late. Ukitoka kufika huko kitu saa 5 saa 6, ukipita hizo machuom, you see children unashinda huyu anafanya nini hapa? Yeah, that's why I really hated kuona watu yenye usiku saa 5 bana. Sijui kumtoi dem amebeba mahindi boil anauza kwa mama yake amemfukuza kwenye. Yeah, that's very ama bad. Sabuni sijui gani. I'm like, okay. I feel like hao ni watu nyinyi mkipotana mnafaa umshike watoto, you follow up the parents. Mwambie hii kitu mnafanya ni ujinga, hata mnampiga fine. But sasa huyo parent. Okay, huyo parent pia unadhani mbona nini na push parent ku send mtoi kuuza? Most of them unapatanga ni alcoholics, bro. A responsible parent ni ngumu sana upata ametuma mtoi hadi saa 5 usiku. Okay, ajui mtoi wake kwa. Unaweza tuma mtoi but tuseme mchana. Unaona? Tuseme situation imekuwa ngumu nini, tuma mtoi mchana. But sasa ikifika usiku saa 5 mtoi anauza mahindi. Naonaka wengine wanauza hadi njugu sijui saa 5 usiku. Mtoi yani unamuona tu mtoi, I'm like nunua tu hii ya mwisho. Me to be honest wasinunui kutoka kwa watu. Sijui mbona. Because ukinunua you are promoting the act. Unaona? Either way inaendelea. Yeah, it's happening. And then another thing I noted also ni hawa watu wenye wanatoka hizi informal settlements kama Nyalenda wapi. Kuna matime ukienda CBD unapata ni wengi. Kwanza weekends. Yeah, and then wanaboro tu. Yani mtu ana kwa kujia tu saidia 10 bob. I'm like, hey. What's wrong with you kids? Nini inafanyika? Is it that we've lost it? Ama mimi sielewi man. I think kuna wengine wenye wametumwa hapo maybe na parents hata kama ni poverty. Kuna wengine wanaenda na trend. Unajua children pia wanakuwa fani. Juu huyu anaifanya hata mimi acha niende ni. Wewe uko na ati niko na 200 niliomba huko kwa nini jana. Tunaenda tununue nini? Then huyu anasema next time ukienda niambie. Then sasa wanaenda. Huyu anavuta ule hivyo. Then unawapata wengi. Kwa nini? Because they are children, hakuna kitu serikali inaweza fanya. Kuna time tao walikuwa every parking. Unaingia hivi anafanya na kuwasha in time unatoka hivi alafu anakuomba do ili umpe pesa. But kuna kitu hata nimerealize. Our street children hapa Kisumu. Kitambo walikuwa na harass watu. Sijui hiyo kitu imeenda wapi. Bado wako. Wale wa harass watu. Bado wako. Yes, kuna time yenye watu walikuwa na complain hiyo along inaitwangaje? Gongodinga, Jomo Kenyatta Avenue hapa hivi. Hii sports ground, area sports ground. Si hadi walikuwa na snatch wasema si. Walai. Yeah. I mean it's been long tangu nione juu sometimes mimi upita hapo hata wale wenye walikuwa wanaomba watu nini. Siku hizi siwaoni. Mostly madem ndio upitia. Mostly madem because watakuona waone huyu ni buda, huyu mimi siwezi sumbuana naye. Ataleta shida. Hata kwa hood watu wanaiba ni wanaibia watu ni watoi wa high school. Definitely hiyo na tulishasema man. Hata high school ni wabaya hata kushinda kusnatch phones za mamade mapass. Nini usi. Mimi ukituishi you are snatching a phone. Mimi nasemaga the last time niliwaambia human beings. Unashindwa mtu ana snatch phone? Mbona unashindwa? Because hii kitu simu ni pesa ngapi na maisha yako ni pesa ngapi? See bro, first of all I think our pia lifestyle yenye wanaona saa hii man. And then unapata pia tena most of them wako na madem. Wanataka wa impress au madem. Buda. No, that's where the problem comes in. Plus, mimi nishaona hao madem wanapendaka sijui. Okay, I have no issue na watu wa pikipiki, si watu wa boda. Wale watu wa kuna hizi pikipiki fulani zimekaa, mtu anachukua hizi normal Honda pikipiki. Anaenda sijui anaweka frame aje, ndio the gang watu. So these women wenye wana vibe nayo. Now, sijui wanakaga aje. Ni wale wa sherehe. You know very well these guys no money. Yeah. Lakini we ni wa sherehe, sijui tattoos, nini. Au sinakuanga tu for the thrill. The thrills ndio. But now with the thrill you want me to fund it, unajua vizuri mimi naisi na. Yeah. What do you expect me to do? Unaona utafanya mimi niingie. Actually niko na best yangu. Sikiza amereform though, anaitwa Ari. Ni dem. Alikuwa na boy fulani tu tukiwa high school. Na yeye alikuwa shamaliza. Alimaliza nikiwa form 2 alikuwa amemaliza
high school. So kuna boy wake walikuwa wamaliza na huyu boy akaingia hizo mambo na do the gang nini. So alikuwa ile sijui matatu sherehe kila weekend nini, na huyu boy ana doso akaanza kuingia uizi. He was killed by the time namaliza nikiwa form 3. Huyu boy aliuliwa. Hapo tuko Ndele, si hata mbali, hapo tuko Ndele. Hapo karibu na posta. Watu walimpiga wakamchoma. Mob. Yeah, mob. Because ya ujinga ya demand she was there. Hata kupigwa. Imagine. Now kuona venye society ni mbaya. Wakiiba hii simu walikuwa wawili. So ilikuwa wanakimbia na pikipiki then watu wakampata, they killed the boy. Dem polisi walikuja wakamrescue. But siku hizi ni mseme nini fine. Manchiza maneno. So I think pressure pia yamereform ina lead youth to kufanya vitu zingine za ujinga serious. Mimi nasemaga okay, human beings are wild, si ndio? In a way, ni rules tu zinakuwa zimetutema. Yeah. Crime me okay. Just for the record, si ati na advocate for wizi or something. But me crime naweza do. Ni msee kiniambia, man, kuna bank tunaenda kuchapia, ndio hii plan hapa. Unaona? Kuna hii plan, tuko na insiders. There's a well drafted plan tuende kwa bank. First of all, ndio shida kuwatch movie mingi. No, but ile professor ilikuwa inaitwa Money Heist. But it has happened. KCB waligongo mita ngapi? Na sio watu walishikwa. Ulisikia wako ndani? So walishikwa. Bro, nakumbuka kuna time yenye kuna wase walichimbanga hadi hole. Wakafungwa hawako ndani. Walishikwa juu ya dem aliexpose, alianza kuonyesha kulalala na mado. But they are out on bond. But me, I better go in, do 10 years, nitoke kama I'm 50 million rich, than staying out here 10 years. Hapa tu kusikwe na inflation, bro. Yeah. Na inflation hiyo pesa yako exactly. Ama utakuwa umeficha hiyo do, by the time unatoka unapata wamechange currency. Exactly. Hii inaweza kuuma. Nikisikia wana change sinapiga tu simu nje, bro, nilificha do hii base, endeni mchukue hizo do mwende mchange. But bottom line kinajaribu kusema ni mimi siwezi fanya crime za ujinga, na youth wanafaa waone hizo vitu. If you wanna still be a politician, yeah. Be a politician iba do from being a politician. Huko hata hakuna mtu atashughulika na wewe. Explain the journey and the process of becoming a politician. Actually it's sad ndio, but it's worth it. Huko ukishafika kitu wao watu fanya ni wizi. It's hard, but pia ukijua generation ya sasa wanataka vitu za haraka. Mbio. So hata kwa hiyo patience ya ati ni safa sasa ndo nisikie vizuri later. Na exactly. So mtu hana hiyo nini. Juu mimi ushindo unaiba sijui simu, sijui unaingia kwa msee unaiba TV. Bro, hizo vitu zitakupeleka wapi? Mtu anataka kula alafu mwambie akuwe politician. Ndio kule. Bana. Anatafuta sapa. Hiyo wiki ama hiyo siku. Bro. Hiyo day amekaa hata 2 days njaa msee. Kuwa hata ule hello, I'm Madam Amina from TZ. There's a container of mine access you what. Hiyo unajua ndio uko hivyo, lazima tena uko ndani ya kodiaga. Huwezi fanya ukiwa huko. Huwezi fanya ukiwa nje. Yeah, most of those people wanakonga ndani. Nasikia wanakoga jela by the way. But just do something. Achana na mambo hizi crimes za ujinga. Hapa polisi atakupata kupiga risasi. Kuna fulani aliwahi jaribu kusnatch simu sijui Italy. Kumbe ni alichukua simu ya DCI fulani. Akampiga tu risasi. The DCI was never charged. Hiyo kesi iliendaga tu hivyo, body kiendeka kazikwa. Then ukiangalia simu yenye anataka kusnatch ni 17,000. Na ataiuza hata 2K ama 3K. 2K utafanyia nini? Sema 2K hata punch. Punch na ni crazy. Hiyo struggle yote tu ndo upate punch. I think watu pia wako na ranks. Kuna bana petty thieves. Mtu atachukua kitu hata ya 50K na anauza hiyo 2K. Sasa ya ujinga, yeah. Nakumbuka kuna jirani yetu alikuwa anaitwa Lavenda, alikuwa anafanya kazi KCT. So ida akienda tu job asubuhi, akutana na kijana fulani random. It was a Techno what? Sijui Spark 2, ndio Spark 2 ilikuwa imetoka. Jamaa tu akampea Spark 2 akamwambia, "Hii ukinipea 1500 nakupea." Bado mpya kabisa. Mpya, akampea 1500 akampea Spark. Nunua hiyo simu ndo utajua kumbe. Alipatwa. Ndio nasema mkono wa serikali ni mrefu. Ni mrefu. Alikuja kashikwa bahati. Dem. Yeah, alikuja kashikwa but unajua kuna anasikianga na kama unakuekelea hadi anasema msee, unajua huyu msee alimado. Wetu explain hii simu ulipata aje. At that point in time, hauwezi contact mtu alikuzia hii simu. That's it for you. Juu inakuaga tutatrace simu from wewe mwenye alikupea, kama kuna mwenye alimpea hivyo. The last person mwenye hii kitu itashika hivi. That's the guy tunawekelea kesi. That's how they do it. I remember there's a time I lost a company phone.
So nilikuwa na rush ya kupata the same model kwa Tecno Camon 19. So hiyo model apparently ilitoka market. So kuipata ni ngumu. Ngori, yeah. Nilitafuta bana. So Kisumu ilikosekana, then I called a cousin of mine. Mike, yeah. Nikamwambia enda anitafutie. So nilifanya search online, nikaona several people wamepost jijini nini. So nikamwambia ende kwa each and every one of them akiangalia phone na vitu waangalia to make sure the phone is okay. The first place yenye alienda kuingia tu hivi phone inafunguliwa ndio angacheck. Makarao wanaingia. Crazy. Phone imepatikana. Ni hiyo yako hiyo. Ili phone iliibiwa, sasa imefunguliwa inataka kuuzwa, si client amekaa sasa anafunguliwa simu. Yeah. Makarao wakafika. So hadi alibahatika. Hadi simu yake ilichukuliwa kuulizwa na hii ni yako, uko sure? Akaambiwa hebu unlock, we want to see, hebu tuambie the last contact, kuna pesa ngapi ya M-Pesa nini, hivyo ndio akaachwa. Bro, so hiyo mission ili cancel tu hivyo. Akaenda kwa the next one. Mimi na cancel tu hapo. Bro, mimi hadi nakwambia mimi the third one ndiye alikuwa ananiambia huyu ananiambia sijui to meet wapi nini, nikamwambia just leave it. Sana nayo nitalipa tu, watanikata hiyo do. But do you know, actually kuna msema yeye niambia, ukifanya blunder inakuwa very easy, just accept the mistake. Alafu jitoe tu, jiseme. Mimi ndo maana mimi usema tu jiseme bro. Unaona huoja umekosea ama au watu umekosea. Watakuambia kitu, watakuambia na story itaishia. After some time watachill tu. Watasema by the reason why okay, nilikuwa nataka cut costs. Nilikuwa najua the amount watanikata. Hiyo ni si negotiable. 30k. Yeah. So nilikuwa naona if I get another phone, yeah. Lakini si baada wase wanaangalianga serial number, email. So definitely wangeza kusaidia they keep the recordings but they don't really check that stuff. Yeah, by they don't. Yeah, bora simu iko. Crazy man. Yeah, because wanasemaga ukijaribu kucover up on something, bro, ndo unazidi sasa kumess. Bro, ndo sasa unaingia rabbit hole. Unazidi kumess. Ndo unajaribu kuziba hii, kumbe ingine itatobokea mahali. Tena so it's crazy bana. Kabisa. So crime haikwagi kitu fine. If you wanna do it the legal way. And the legal way Kenya sahi bana ndio uomoke na the rate of unemployment. Let me tell you, the next thing yenye watu wanafikiria ni magendo tu na. Let me tell you, every rich person in this world doesn't matter ni hata kani hello na manani. Those people, they have done a lot of illegal things. Lot of illegal things ili wafike hiyo place. Juu kuna jamaa leo niambia, let me remove my calculator. Seme unalipwa 100k, si ndio? Per month. So let's assume half of it una save, which is very impossible. Huwezi save nini? We save half of it. It is possible. How? Okay. I know people who do. Half of it? Yes. Okay. Then let's say you're saving 50,000, Cynthia. Now this 50,000. You want 1 million. Tupige na 12, Cynthia. This is 12. A year kuna 600k. So it will take you almost a year and a half hivi ndio ufike minute. If you want to buy a range or something, range ni 16 million and something. Piga, so let's say 1.5 years. That will take you something like kituka 8 years. Dununue range. Yani it's just saving. It's just saving. Wewe una save. Uko na salo. Bro, mi acha nikwambie hata kama ni kusave. Hakuna venye utaniambia you'll save constantly for 8 years. It's not possible. But kuna msee, hiyo unajua for 8 years constantly. Bro, in between kuna vitu zitatokea. Kuna emergencies zitaingia. You'll just end up using that money in some way. So na we unaona hii time wewe unataka kusave 8 years ili ununue range, maybe hata more years. Kuna msee ananunua range leo, after a month anaongeza ingine. Ile membo anauza anaongeza ingine, maybe yeye anapea msee ananunua gari. Huyu jamaa anafanya nini yenyewe ufanye? So the difference between the two, mimi naona moja financially ashaji actualize, mwingine bado. And do you think is there any legal thing that you can do inaweza kupea pesa kama hiyo? Sincerely talking to no currently I think because angalia mshahara you just have to mix easily. Exactly. Because hata mshahara ya president ni 1 ni 2 million. Imefika tu. Inakwanga tu. I'm not wrong, yeah. Na hebu sasa sikia kama president inalipwa tu. Unaona? More than pesa na spending. But you know for wapi. Huo mse unajua, huo mse let me tell you one thing. For example, if you look at Kenya,
State House iko na budget. Yeah, iko nayo. Umse nikoshua salary yake aguzagi. Aguzi. Hiyo tu wewe inaingia juu. I think kuna mse alikuwa na argue tunafaa kufollow hizo nini trends kaza US. Hizi utilities fine tumekupatia State House ama vile US kuna White House kaa huko, but hizi utilities ndogo ndogo haifai kuwa ati sisi tena kama taxpayers money yetu ndio inakununulia ati unasikia kitu ka tissue paper tena si ndo bado tunabai nini food si ndo. You see kuna point Michelle Obama alikuwa anasema kuna food yenye walikuwa wamepatiwa as White House but now ilikuwa na wapusha sometimes to go out wachukue pesa from their pockets wendo purchase food yenye hao sasa wanataka kukula. I feel like tunafaa kuwa na vitu kaa hizo man. Yeah, very true. Juu hii mambo na ati sijui president ako hapo we provide hata MPs then kuna kitu ana nini. Bro tuna provide MPs nayo unaweza pata wanajibaia vitu. Wanajibaia. Juu nilikuwa nasikia Sifuna akisema hata allowance ya ofisi wanapewa rent ya kama ukupata ofisi pale nini. Mortgage wanapata. Yeah, mortgage hata wanapatanga nini mob sana. And I think wakiweza toa hizo vitu privileges. Yeah, they have many privileges. Wakiweza toa hizo privileges hata watu watagombania hizi vitu watakuwa very less. Yeah. Hata hapo UMP wakitoa hii CDF hii yenye ilikuwa nataka kutolewa hii watu wanaachana na UMP hivyo. Yeah, the better inamaanisha watu wenye watakuwa wanaendea position hizo positions people who want to genuinely serve the nation. Exactly. Haifai kuwa nini? That will never happen. Manze, I get the system is designed for that it happen. And the way our politics is sidhani guy inaweza happen. Na iko kila place, si hata hapa peke yake, even the states I think wako na hiyo shida pia at some point. Juu nakumbuka time fulani Trump alikuwa anataka kukata do ya sijui ni congressman or what. Walileta shida hapo vibaya sana. Wakamwambia wewe tutakuimpeach tena. Sijui ni hapo ndo kicheza hapo ndo unaimpeachiwa. Wanakutupa nje. Na hiyo ndo kitu hao MPs wetu hawajuagi. By the way kiweza jam tu na huyu jamaa wetu. Wamwambie let's work on a fair ground. Si ati umetuingiza kwa mfuko. Unaona? Juu ukileta ujinga tunaweza kutoa. I think that's when we'll be tutakuwa bro kuna the broad-based government inai-prevent kuhappen. Inai-prevent. Hasa wajajua tu power zao bado. I think kila msana ingia. It's either that ama they are too greedy yenye hawajui they don't know man. See, it's the greed ndio inasaidia the broad-based government to work. Haisaidii ina blind. Wala si nikawa kwa blind ban. It's a tool by the broad-based government. Yeah, it's like they're blind, they can't do anything. Mina kuna hiyo video nilikutumia ya Sifuna leo sijui alikuwa nasoma kuna research fulani ilifanywa. Wanasema bana in Kenya only 145 people are rich. 25. Ni 25? Ilikuwa 25 45, I'm not sure. The rest out of 43 million. So these 125 people it's 125 I saved it or somewhere. Yeah. Wako na do kushinda 4.2 ilikuwa 43 million. 43 million. Yes. Sasa watu ndio kana wealth yetu. Your list iko wapi? Hata mimi hiyo ndio kitu nimetoa. Hawajatoa hiyo list. Na definitely hawajitoa. Hawajatoa. I know roots it's in the roots ako hapo ndani. Definitely. And I know kwa watu 125 most of them 70% ni politicians. Tena most if not all. Renowned politicians wako tu hapo ndani. From both opposition and the government. Hii Kenya yetu hakunaga opposition. Sijaona opposition in country. Iko time ya Rao kulikuwa na opposition. Okay, time ya Rao huko kitambo. Yeah. But venye vitu zina proceed hakuna. Juu mimi nakumbuka hii Trump akiingizwa power the second time. Democrats au congressmen wa Democrats waliamua sisi hatusimami. Hiyo ati president anaingia mnasimama to show respect. Hao walikaa hata jamaa aongeongee. Afanye vitu zake aishie. Try that in Kenya. Ati roots aingie then ukae ati jueni jamaa ODM. Bro kwanza protocol wanaweza kushika. Wanakushika. Unajua what's going on with these people. Yeah. Unaona. So vitu kaa hizo I feel like president tumempeka power yenye hana. This guy anatembeaga kielimisha watu kwa sijui bunge la wananchi. I just forget the name. This young Gen Z guy. Yeah, that guy. Alikuwa anasema president anaga power by the way. Ni Kenya si tumempea hiyo power. It's true man, it's true. Anaga hiyo power. Hiyo power ni bunge iko nayo. Unaona. So inafaa kuwa kijaribu kufanya kitu ya ujinga bunge namwambia bro hapa hapana. Ukijaribu tunakungoa. Bunge zinakuanga tu powerful ikifika point yenye wanataka kuimpeach mtu. Na wakiambiwa au wakiambiwa hiyo ndio time sasa they wanataka kuflex muscles zao zote. Hata sijui huyu sijui nini. Kuna hii kitu ilifanya Rigijia tolewe kwa power. Historia yake ya shareholding and nini.
recently uweidwa Rezo Faruk alisema there's a by-election in Malaba. Alisema mkipigia huo jamaa kura, now he's referring to the opposition guy, muende kwake huko mtafute maendeleo, tuone nani atawapea maendeleo. Now where is the difference between the two statements? Ni true the same thing, ni venye wameisema in a different angle. Semantics. Yeah, exactly. So unashindwa bana, tutawai heal from hizi vitu. Hizi vitu tunajaribu kufight kila siku. These people are still pushing. Not with the 145 in power. 125. Yeah, this 125. Out of 43 million. Yeah, but that's bana. You're crazy. Imagine najaribu basically hao ndo watu wana-employ everyone. Exactly. Kuna mtu tu mmoja ame-employ wase wengi, either directly or indirectly. Unaona? And that's very dangerous for a country. That's why New York, state of New York, 1 in 3 people umekutana nao ni millionaire. 1 in 3. Ukitembea tu kwa street hivi 1 in 3 people hapo ni millionaire. But I think pia ni New York wame-embrace capitalism. I think Kenya should embrace the same. The same capitalism ndo ime-bring about the 125 out of 43 million. So for them New York tu yani hawame-embrace. This is socialism, sijui nini. Weka ukijua New York is a capitalistic state. And I nasikia that's the most expensive state to live in. See, yes, because they've embraced it. Ni kitu we are outgoing neighbors, not neighbor, we are outgoing mayor. Sasa alikuwa anaambia the incoming. Ka ukijua, wewe ukiingia hii position weka ukijua New York is a capitalistic state. Now, and that's you know, the best way you the can views run of that guy are very different na guja mwingine. And people are telling him you are not going to survive in New York because ye kitu anasema ni we want to make everyone equal. Yes, sasa anataka push your socialism. Exactly. Unacheck. Exactly. And alikuwa anaambiwa hapo uta survive. Hapo and hadi nani alipost anaitwa aje Trump when he was elected. Alisema aje at now the suffering begins or something like that. Yeah. Because he can't survive in such a place, but vision yake ilikuwa mzuri sana. I wonder why our leaders wanakuwa na vision smart, mbona waendagi mbali even in countries that wanna embrace democracy 100%. The system. That's where the system comes in. Wakiwa ni hizi idea they never go far. The 125. Wanadhani nani Trump he was impeached, mbona watu walikuja wakamchagua tena? I guess the system dilimweka hapo. Akathreaten the system akwambia bro. Akwambia ni sawa. Acha urudi kwa hiyo power yenye ulikuwa unataka. So hii system pia iko tu cooked. Iko tu cooked generally. I think wanasemaga ishi hapa, tafuta pesa, break out of the system. Nakumbuka hata Biden akitoka kwa power kuna mtoi wake alikuwa na kesi fulani ya alimtoa man. Alimtoa kwa alisema mimi sitoki na naacha mtoto wangu kwa. Kesi umsee man mimi namaliza. Do you think hapa kukuwa na nini? Conflict of interest hapa? Definitely ilikuwa. Mbona hakuna msee aliongelea? Definitely ilikuwa. Because it was so and he did it so openly. Exactly. Mpaka akasema hawa watu hata nini mtoto. Alitoka tu kama amepardon huo mtoi na. Alipardon mtoi yeye akaishia. So no. System only works for those who are not in power and those who don't have money. Because tell me, hapo ndio democracy utuharibia. Now the president sana akienda kaua msee. And then akona kesi and then president anampardon. Where is justice hapo? I'm so sure hata hapa Kenya mtu yua preso akifanya ujinga atakuwa pardon the next nini. But we jaribu. Try. Now that's why the justice system ni wewe umenionyesha video fulani hapa watu wakipigwa huko TZ. Ilikuwa crazy man. Mimi hata hiyo clip bana. I hear it's alleged that mwenye ana operate na hiyo nini ana operate hiyo let's say their NIS. Sasa yeye amechukua NIS ni kama maboys wake wa kutuma errands. Ni mtoi wa huo mama. Ulisikia kitu kama hiyo, si ndio? Yeah. So tell me where does power like power inakuwa checked wapi? Niliona ilifika sijui ka hii story ni true or anything. Niliona ilifika point yenye huo mama cancel celebration ya independence. Yeah, ame cancel. Then excuse yake ni ati hiyo ndo tunge celebrate na Independence Day, acha tuende to repair na vitu mliharibu. Ati just celebrate kwa nyumba and I don't know. That woman is just she's going crazy. Yeah, power is taken. Power is taken. By the way, power is not given. I think that's why wanafanyagi za ujinga. Yeah. Power is taken. But naona US Senate imejam vibaya sana. Wamesema bana we are doing an independent investigation what happened. For me kitu yenye inaniboni
mbona watu wenye wako Europe sijui wako wapi ndo lazima waongee? Why can't we speak as Africans? Sisi wenyewe tu tuseme bro, hiyo kitu ina happen hiyo country si kitu fit. Okay, the first person mwenye watu walikuwa naangalia criticize kitu ni wetu Roots. Juu ukiangalia East Africa nika Kenya ndio kwa baba yao or something. Zii watana hata na kuangalia East Africa. AU, tuko na AU. AU is not even functioning. I think iko more than meets the eye. There's more, yeah, true. Yeah, there's more. Yeah. Maybe they have a part in it, you never know. Yeah, exactly. Because I had that guy who was abducted in Uganda, walikuwa watu wawili, Bob Njagi and someone. Wakakaa Uganda for almost, I don't know, for a very long time, wakaachiliwa. Walikuwa nasema walikuwa nasikia watu wakipiga story. Turns out, during one demonstrations, unaweza pata watu waliua jenzi wetu hapa, hata si polisi wetu. Because our policemen, wewe polisi wenye unajuana nao, hata mkiongeaga hivi. Unaonaga huo msee ni kama msee anaweza huo msee. Yeah. Mi wenye najua ananiambiaga zi. We can't do that. Mbona tuue mtu? Bana Karau ni beshe wako. Hadi shida ikupate. Bro. But it was alleged that hawa watu wa Tanzania, these police officers from Uganda, I mean, waliletwa huku kudili na walivaa tu Kenyan uniform. Hizo ni allegations, man. Until that day yenye tutaprove hizo vitu. And we won't prove them. Yeah. Because the people were supposed to prove them, ndio inasemekana waliwaleta huku. So haita kushangaza sana kama they were Kenyan officers on the other side beating people. It's very much possible. I guess this story zote ziko part of the new world order, being one earth, humans having the same goals, doing the same things. Yeah. Governance inakuwa centralized. And it's crazy, man. Yeah, so tukimalizia, man, nataka kila mtu aniambie lessons 2 zenye so far amelearn kwa hii maisha. Ziko mingi, iko tu limited kwa 2. I guess una learn kila siku, si ndio? Sasa nimekuwa na kufikiria. I don't think inafaa kufikiria. Mimi ya kwanza inakuwa consistency. Hiyo nayo nimelearn left, right and center. You want to do something, be consistent. Yeah. Hiyo ni one. Ya pili, don't be afraid to disappoint anyone in anything you want. Yapo. In fact, when you are afraid to disappoint people, unajidisappoint wewe mwenyewe. Hizo ni vitu 2 zinakuaga hapa kwa akili yangu. If you want, kwanza ideal hata ni one of those people wenifunza mambo ya consistency. Push bana. Push, man. Hata kama ni watu 4 wana view. Push buda. Because ukiwacha hakuna mtu ataifanya. Yeah. So you might as well just do it. Someone once said, whatever you do in this world will at some point be he used a certain term to mean unnecessary. It will be like they will be unnecessary, but it's so important that you do it. Because if you don't do it, who will do it? And I guess the point is saying they will become unnecessary. Is the point you will stop breathing. Yeah, siku tatumwa kwa baba, they will become unnecessary. Siku taenda Sayuni. But it's very important you do them time bado kwa hapa. Unaona? Live a life for something. The lessons are too much, man. Shadi sema zako. I guess keep moving and go with the flow. Keep moving. Even if you don't know the destination, you'll figure it out along the way. It's better than just staying stagnant. Yeah. And then going with the flow, be like water flowing down a river. You take it from the river, put it in a cup, it assumes the shape of the cup. It'll take the form of the cup, yeah. Because if you resist the flow, you only create problems. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, it's one thing. Keep walking, go with the flow. Sidi mkora. Kuna ingine pia niliyoona before useme yako, sema make it exist first, then make it better in the process. The photo that was used to explain this ni jamali, unajua ile sako fulani mse uchora ofed kwa, then anachora sako nyingine fine, then unajaribu inakumess, naona. So nasema make it exist first, your first attempt, then utaenda the second, so long as it may exist. Yeah, you will perfect it later, man. Crazy. For me, naweza sema the first one ni in this life no one is permanent. Yeah. Hata wewe mse unafikiria ni permanent in some way tu, man, wata siku yao ya kuenda Sayuni itafika and they'll go. Yeah. Second lesson naweza sema ni embarrassment is what will restrict you or restrain you from being wealthy. Embarrassment.
aibu. That's very very true. Watasema ni being afraid of embarrassment. Yeah. Ni embarrassment tu still, embarrassment. Yeah. Utakuwa na aibu. Siwezi fanya hii juu. Umse atafikiria aje of me. And you know, adding to your thought, wanasemaga, you know, people don't even notice. People don't care. Ushajipata situation unatembea una wrong direction, then umegundua nimepotea tao. Nimepotea. And then badala tu urudi mahali umetoka. Si unapiga simu, si unafunga kiatu. People don't notice, bro. Umse ajui destination yako. Exactly. But una feel tu acha nijifanye napiga simu ndio nipige kona, ama acha nifunge kiatu ndio nitani. People don't notice. Do what you do. Embarrassment itakufunga hapo, sijui miaka zako ngapi zitakuwa wasted. Ni juzi tu Ruth ameingia kwa power. Mimi nanishtua tunaingia election tena. 5 years gone. Hivyo tu. No. Kidogo tutakuwa 2032 crazy. Gone. Crazy, yeah. It's so crazy, man. Yeah, so that's it, guys. That was episode 61, man. Yeah, man. Kaende kakienda. Consistency, man. Yeah, we out. We out.